the projects. Mheshimiwa, kabla hiyo just wait. Kahawa. Swali moja tu la kahawa. Yes. Nimekusikiza unazungumza na unapeana statistics. Na vile vile pia mimi niko na statistics ambazo ninaweza kukuuliza. Wananchi wanajiuliza kwamba serikali inazungumza kuhusu njia za kutengeneza pesa, lakini ni kana kwamba inakujia hizi pesa zote. Na kwa mfano, unapozungumza kuhusu kahawa, unasema kwamba mkulima hivi sasa ananufaika. Ni kweli, labda ukienda katika cooperatives kadhaa utapata ile bei ambayo umeitaja, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini yale zile pesa ambazo zinakatwa kwa zile pesa zenye wakulima wanapata, kwa mfano mabroka wanapata kiwango cha hadi 1%, na kuna vile vile kuna pesa zingine ambazo zinatolewa zile za ile mtambo ya DSS na mambo kama hayo. Wakati sasa serikali inapopanga kwamba bei itaenda juu, lakini pesa ambayo inafika kwa mfuko ya mkulima bado iko chini. Ile bei nimekwambia ndugu yangu Oscar Kimani Ngonjiri. Ile bei nimekueleza ya 110, 130, 147 ni pesa ambayo tunamlipa mkulima. Sio pesa ambayo ati tunasema ndio ikatwe zile zingine. That is the net that is going to farmers. And the charges for DSS is for purposes of making sure that we have institutions that insulate the farmer from brokers taking advantage of farmers. So we have made that chain absolutely clear. Let me go back to barabara za number one, barabara za Mau Mau. Barabara za Mau Mau ni kilomita 560. Many of them, when I came into office, they were already stalled. That is the correct position. So what I have done over the last 2.5 years is to reorganize the economy, because they were being funded by money from the government. And it took time, and not just Mau Mau roads, roads across Kenya. You know, we had a problem with roads across Kenya. And because of the state of the economy, it had to take me to reorganize the economy so that we can be able to raise resources for us to be able to fund the construction of the roads. I can now confidently tell you that we have raised 170 billion. We are going to raise another 120 billion. So we now have the resources. And you see, wacha nikueleze ndugu. Najua, ukioa bibi, akwambie nitakuzalia mtoto, pengine hawezi kukuzalia the first week, because it's not possible. Lazima ile mambo ilifanyike, halafu tungoje, si ndio? Tungoje, halafu ndio mtoto apatikane. Sasa wewe sasa sikia, wewe ngoja. Na unajua hata ukienda shuleni, hata ukienda shuleni unapatiwa lesson, si ndio? Unafanyishwa kata hapo katikati, alafu kuna siku ya mtihani. Kama ni secondary school ni after 4 years, si ndio? Sasa nikueleze, si mtihani hii ya Mau Mau nilisema nitamaliza hizi barabara. I want to challenge you. Si unipatie nafasi. Si mtihani iko 2027. Hizi barabara za Mau Mau uniulize siku hiyo kama kuna barabara ya Mau Mau ambayo haitakuwa imejengwa ama kukamilishwa. Kama kutakuwa na barabara hizi zingine zote ambazo nimezianzisha ambazo hazitakuwa sijakamilisha, si wananchi watakuweko? Na kama sijafanya, si wananchi watajua vile watafanya? Lakini sasa unachukua mtihani ya 2027 unaleta hapa 2025. Sasa hiyo unaniharibia nafasi. Nikuambie vile vile some of the programs that I had planned. Nasikia hapo mwaka uliopita, nyinyi mnajua kulitokea kizungumkuti Kenya. Ile mambo yote nilikuwa nimepanga pale kwa finance bill, mambo ya barabara nilikuwa nimeweka hapo, mpango ya kufanya the next thing nimeweka hapo, ikasambaratika.
ikabidi nirudi nyuma, nipange tena. Sasa ile program yote nilikuja tena nikatumia hii serikali ya broad based. Sasa nimepitisha tena kila kitu. Sasa ndio hii sasa mimi niko na nafasi ya kutekeleza ile manifesto nilikuwa nimeongea na Wakenya. So tunaendelea namna hiyo. Swali la kwanza Mheshimiwa Rais